Utapata kisa kuua mimi. Sasa hivi mimi akijichanganya kipumba wote na uwa hapa hapa. Wewe usipende sana kujiona kimbele mbele. Utakutana na pamba la mbembe unanijua. Sasa mimi chaja. Mtume akukosea. Ndio maana kikaitwa cha mtume. Wewe unajua ameka nani wewe? Wewe. Mimi na muda mrefu sijala, usinizingue. Wewe kama hutaki. Wewe. Unakumbuka huko msituni kuna mauzauza? Sasa wewe ukiona pale chakula unataka ukale. Unajua ameweka nani? Mbona unataka matatizo mengine? Mauzauza bibi yako. Wewe mbona utakuleta mambo yasiyoeleweka wewe vipi wewe? Nenda kale. Mimi siji. Kwani nilikutana vipi na wewe? Wewe mbona utakunikusia riziki vipi wewe? Nenda kale. Mimi siji kula. Sasa niache haya kuhusu. Nenda. Na ndio kutoka hapo kila mtu anapita kivyake. Usiniogope kijana. Ukitaka utoke salama kwenye msitu, inatakiwa uniletee kichwa cha rafiki yako. Utatoka salama kabisa. Nadhani unielewa. Nimuue rafiki yangu mimi?
Mmoja rafiki yangu. Ila kukondo njia ambayo inataka niletea usalama. Sina jinsi. Lazima nitatafuta. Halafu Mbishi wa nini? Mimi nilikwambiaje? Sasa mimi ningefanyaje na mimi nina njaa? Wewe hata kama ungekuwa na njaa huko msituni, wewe uweze ukakiona tu pale chakula afu kaenda kula. Mimi nilikuwa na njaa. Kwanza una mikosi. Yaani toka nimekutana tu na nyinyi, mimi nakuwa na mikosi tu ya kutaka vitu visivyoeleweka sijui kwa nini. Unaniambia mimi na matatizo? Wakati nyinyi ndo matatizo haya mmeanzisha nyinyi. Yaani bila nyinyi haya matatizo yote yasingetokea. Yaani kweli usiongee kabisa. Kwa sababu nyinyi ndio mlionitia gundu. Eti unasema sisi tumekutia wewe gundu. Hivi unakumbuka ile siku ya kwanza ambayo mmekuja nyumbani? Mnaikumbuka? Wewe sikiliza. Kwa sababu mimi nimefika muda. Sijikutana kitu chochote kile. Lakini baada ya kukutana na nyinyi tu ndio hali kama imejitokeza. Sasa nachoa kuomba. Kufuatana na kwanza sitaki una mikosi. Hata sisi vile vile tumekuja muda humu kwenye msitu. Na tulipokutana na wewe tu na sisi mikosi ndio imeanza. Kwa unamaanisha kwamba mimi ndio sababu? Na sio wewe tu. Na yule na mwenzio. Nyinyi ndio chanzo. Sasa Malik yupo wapi nikate kichwa? Maana nisipofanya hivyo sitoke msituni. Marki! Sasa nampata wapi? Nampata wapi huyo? Ama ni kwa juu ya mti naanza kuangalia mazingira ya chini. Labda naweza nikamuona. Hapa uamuzi ambao ninotaka kuchukua mimi au ninotaka kuusema, munionyeshe njia ya kwenda nyumbani kwangu. Ndio ninachokitaka. Sasa wewe ukisema tukuonyeshe njia, mimi mwenyewe njia sijui. Na nimefika muda natamani kabisa nitoke huko msituni lakini njia siioni. Sasa nakwambia unaniambia kwamba mimi nikuonyeshe njia. Mimi nakuonyesha wapi? Haya pita hapa naenda kwenda. Hapa ni utafute mti ni kweli. Kwa njia darubini. Na wao kwenye mti. Pita hapa nenda kwenu. Sasa hivi unajifanya mjanja kwa sababu mmeshaweza kuunganisha mbinu zenu, si ndio? Alafu wewe, yani ingekuwa kama mimi nimetaka nikufanye vibaya nisingekubali kuumia huko polini. Kuumia? Kuumia kitu gani? Kwa sababu hata mimi nimeumia vile vile. Ila nyinyi mmeshaona mipango yenu mmeikamilisha tayari. Sasa bado. Na mimi siwezi kukubali. Oya, sikiliza. Kulaumiana huku hakuna faida yoyote. Na maji yakimwagika hayazoleki. Kuona cho kuomba. Hapa tufanye harakati ili tutoke mpolini. Mambo mengine yatafanyika wakati tumeshafika nyumbani. Sijui umenielewa? Niko serious. Sawa. Kwa sababu hapa ni kikubwa kutoka huku msituni. Changamka, relax. Siwezi nikarelax kwa sababu huku sio sehemu sahihi kabisa ya mtu jisahau relax. Basi twende. Okay sawa. Si umenuna? Mbona mazingira yanaanza kubadilika? Mbona kama tukanijua njia nyumbani?
waliokuwa msituni watajijua wenyewe. Habari za kukata kichwa Maliki nimeachana nazo, kama atatapo huko atapwe. Mimi safari ya nyumbani ndio. Bye bye msitu, kwa heri msitu. Vipi, mbona msimama? Nenda kujisaidia. Sawa, nenda, ila Nikukute hapa. na wewe huko sijisahau. Utulie. Nenda sasa. Ukijichanganya umeisha. Bwana mimi siondoki na huko usichelewe, nenda. Chap chap. Ndoto, 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 ndoto.